Ninachokiamini kinangeukia na ninachokitaka kinanikimbia. Mambo vice versa yaeleweki. Mapenzi bila pesa ndo hayasomeki. Baby, mbona siku zote wanachangamkia chakula? Kwa nini leo? Hebu acha kitu yako hapa. Hivi unafikiri mimi naweza nikawa na hamu na kula chakula chako? Kwa nini? Kwani lazima nile chakula chako? Mbona siku zote wanakula? Hivi wewe mwanamke mimi unachukuliaje? Nakuchukuliaje kivipi tena? Naomba unieleze ukweli. Hiyo mimba ni ya nani? Mimba tena? Ndiyo mimba, hiyo mimba ni ya nani? Niambie ukweli, hiyo mimba ni ya nani? Nachoka ni jamani. Mimba ni yako. Mimba ni yangu mimi? Ndiyo. Yaani hiyo mimba ni ya kwangu mimi? Jamani. Mimba ni yako. Ikupa. Najua kila kitu. Sawa? Najua kila kitu. Kwa bima ulipata nini? Kwa bima? Ndiyo, kwa bima. Wewe umemfuata bima kule na kwenda kuomba msamaha. Jamani. Kila siku tabaki tunaongelea hayo mambo ya bima. Humu ndani nitakuwa tunashinda kukaa kwa amani kisa bima. Jamani. Kila siku tunashindia haya, jamani, hebu badilika. Ikupa. Yaani najua kila kitu. Kila kitu mimi najua. Yaani wewe huwezi kuwa unafanya kazi ya kunizunguka mimi pasipokuwa na sababu. Yaani mimi naishi na mtu humu ndani, halafu yeye anawaza mtu wake aliyemwacha. Hivi inawezekana kweli? Na umeanzaje? Umeanzaje wakati upo kwangu? Hebu tulia wewe. Au unaona mimi ninavyokaa kimya kila siku naona mimi mjinga eti? Hani, unachoshangaa nini? Kwa hiyo wewe ulipokuwa umenitoa kule, ulifikiria au kujua unalolitenda? Yaani mimi sikujua ninachokifanya. Hivi kweli naweza nikaamua kufanya kitu bila kujua ninachokifanya? Wewe, sikia nikwambie kitu. Usipende kuniendesha mimi. Na mimi sio mwanamke wa kuendeshwa kama unavyotaka wewe. Si umenielewa? Umeanza dharau? Dharau kawaida kwa kuwa umeanza kuonyesha dharau. Yaani wewe umefikia hatua ya kunidharau mimi? Lazima udharaulike kwa sababu sio mwanaume aliyekamilika. Ikupa. Kwa hiyo mimi sijakamilika? Ungekuwa umekamilika, usingeweza kutoa mguu hapa na kwanza kufuatilia mambo ya bima. Wanaume wenzio wako hivyo. Mbona unakuwa kama mpumbavu wewe? Yaani wao kuniambia mpumbavu mimi? Sam, unadiriki kunipiga mimi leo? Yaani mimi mpumbavu pamoja na kukuhangaikia kote kule. Hivi wewe mwanamke una akili kweli? Sam, hivi unanichukuliaje mimi leo? Nitakuongeza makofi. Yaani hata uongeze mara 10 lakini wewe sio mwanaume aliyekamilika. Mwanaume gani unalelewa na baba? Umri huo. Umri huo unategemea na za baba. Wanaume wenzio wanapambana. Wanasota huko. Wewe unasubiri baba kitu gani? Sisi tunalelewa na mzee. Wewe vipi? Mwanaume mwenzio ndio bima, amekamilika, ndio yeye mimba atailea. Aha. Sasa naona jeuri imekujaa. Sasa kama jeuri imekujaa humu ndani, kuanzia sasa sikutaki. Yaani hicho ndio nilikuwa nakitaka. Kwa sababu hii nyumba ni ya babako. Na ni mara 100 ningetoka na babako, sio wewe kapuku unaelelewa. Sijui unanielewa?
hivi kiniambia nitoke natoka. Toka bwana. Mwanamke gani malaya unaanza kunipanda panda kichwa? Ndio mimi malaya nenda kwa malaya zangu. Unakuja kuniletea ujinga wako wewe. Toka kama ndio. Kwanza ngoja nikakuchukulia vitu vyako wewe. Unachelewa baba, unachelewa. Wewe mwanamke gani usiyekuwa na akili, mwanamke gani usiyekuwa na akili. Wewe tulia wewe, naenda mimi kama mimi. Sawa, nakuchukulia vitu vyako utoka. Na huko ndani, Twende basi, twende. Fanya haraka. Tena ukusanye zote. Usiziache hata kidogo. Mbwa wewe. Mwanaume gani unalelewa wewe? Wewe ni mbwa tu kama hapo zingine. Wewe mwanamke kidogo. Ndio naenda kwa malaya zangu. Shika vitu vyako. Wewe ndio unaanza kunipigia kelele. Naenda kwetu wewe. Hapo unaletea upumavu. Nenda kaangaike huko nako hangaika. Hata wewe mwenyewe unalelewa tu. Yaani wewe nyumba ya kwetu kila kitu cha kwetu. Wewe ni mbwa kama mbwa wengine. Toka huko. Shamba nini wewe? Na utalelewa miaka yako yote na utazeekea hapa. Baba wewe utazeeka, mimi utanizeesha wewe. Ninachokiamini kinangeukia na ninachokitaka kinanikimbia. Mambo vice versa yaeleweki. Mapenzi bila pesa ndo hayasomeki. Mbona nini laundi? Miezi miwili sasa inapita hata kunitembelea shoga yangu. My dear. Unajua tena mambo mengi, mambo rundo. Kwa mambo yako yanachanganya, lakini nikipata chance kama hivi, lazima nikutembelee shoga yangu. Hata simu shoga yangu. Wewe mwenyewe ndio unikumbuka. Mimi nakukumbuka shoga yangu. Sasa shoga yangu, si hata likinikuta jambo baya, naweza nikafa na ujui. Habari za kifo unatoka wapi tena shoga yangu? Lakini sasa unakazia kwangu tu, lakini mbona wewe mwenyewe unipigii? Mpaka nikupigie mimi kweli? Mwezi sasa umepita shoga yangu. Bosi anatuzingua tu, hata mshahara sijapata. Kwa hata vocha sina shoga yangu. Ningekupigia mbona? Shida nini shoga yangu? Si unaelewa tena. Meneja ananitaka na ndio hivyo tena mimi mwenyewe nampenda Jonas. Kwa ameanza kunizingua mshahara, ananisumbusha sana eti. Pole my dear, ila usijali, Mungu mwema, kila kitu kitakaa sawa. Asante shoga yangu. Sasa vipi kuhusu wewe na Doto? Mbona sielewi? Sherehe kanisani shoga yangu, mbona tuelewi harusi? Tupo tu, lakini unajua tena mambo yanaingiliana, mara nasema mwezi huu mambo yanaingiliana, dharura, lakini nadhani mwezi huu wote tutakaa sawa. Kwa makini shoga yangu, wanaume taka kapata mshangazi huko. Shauri yako. Amna, namwamini Doto. Kwa nini anachelewa kuoa kama kweli ana lengo na wewe? Ndio hivyo, dharura nini? Unajua tena mambo ya kazini, ili natoka ile njia hii. Ndio hivyo, lakini kila kitu kitakaa sawa. Sijai shoga yangu. Sawa, usijisema sikuambia shoga yangu. Sawa mwaya. Haya, kwa makini. Ninachokiamini kinangeukia na ninachokitaka kinanikimbia. Mambo vice versa yaeleweki. Mapenzi bila pesa ndo hayasomeki. Rafiki wa leo, kesho adui. Na tunapendana leo, ila kesho hatujui. Kigeuke hu mapenzi, kigeuke hu rafiki, kigeuke hata ndugu jamani. Someki. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Habari. Safi tu. Sasa kuna kitu nataka niulize kimoja tu, kwa maana kuna changamoto imetokea.
nampigia mpenzi wangu Priska, sasa naona hapatikani kwenye simu. Sasa labda umewasiliana naye wapi? Hii changamoto. Haya, asante. Haya, sawa, nashukuru. Ninachokiamini kinangeukia na ninachokitaka kinanikimbia, mambo vice versa yaeleweki, mapenzi bila pesa ndo hayasomeki. Sam. Naam ndugu. Nimepiga simu siku 3 upatikani. Hili tatizo gani tena limempata Sam? Nimeamua tumefunga safari hii hapa kwako nije nikucheki, maana huta sikuoni hapo kwenye simu upatikani. Nafika kule mlango uko wazi, naingia hadi ndani bado unaonyesha anga tu rafiki yangu. Mbona pale unanienda? Na maswaibu mengi sana rafiki yangu. Yaani na mambo mengi kichwani humu yananitesa balaa. Hapo kweli changamoto. Hadi umefunga simu? Ilikuwa lazima nifanye hivyo. Ni mambo gani yamekupata rafiki yangu? Nieleze labda na mimi niatambue kidogo, naweza labda nikupa msaada, ushauri. Najua wewe ni ndugu yangu, sio nikakuficha kitu. Na vitu vingi vinanitokea huwa nakushirikisha. Ni kweli? Hapa ndani nilikuwa naikupa. Kwa naikupa. Unajua ni muda mrefu sana niko naikupa na njia gani nimezipitia mpaka kumpata ikupa. Hilo naelewa. Nimefika wakati ikupa na jeuri aisee. Hayo ndio wanawake walivyo. Lakini mwanamke akileta jeuri unaweza kumdhibiti. Zinadhibiti kazo jeuri. Usiwaze sana hivyo au kuna lingine tofauti na hivyo. Ni jeuri tu. Niko alichonifanyia ikupa. Kinachoniumiza zaidi. Yaani mwanamke wewe kanionyeshia dharau sana. Yaani kanitukana matusi, kamtukana baba yangu, kanitukana kwamba mimi nalelewa. Hivi kweli ana akili yule mwanamke? Hapo sasa alivuka mipaka. Hii ni dharau kubwa. Hivi umechukua hatua gani wewe labda kwa mfano kwa matusi hayo? Mimi singevumilia hizi. Yaani uamuzi niliochukua mimi ni kumfukuza. Yaani nimemfukuza kabisa. Yaani sijataka kuendelea kuwa na mambo mengi na yeye kufuatana na matusi aliyonipa. Japo moyoni mwangu bado namhitaji. Nampenda yule mwanamke. Pole sana rafiki. Na kwa kufukuza niongee. Na unaweza unampenda. Ila wanawake ndivyo walivyo. Ndio kuvumilia. Kwa sababu mimi hapo ninavyoniona mimi hapa hivi. Sema basi tu. Wanaume tunalia ndani kwa ndani, sio mpaka machozi yatoke. Nilipanga mipango mingi sana na mpenzi wangu. Ilikiwa jana nimpeleke nyumbani kwetu nimtambulishe. Lakini hapatikani. Afadhali wewe mwenzangu uliokuwa unataka kwenda kumtambulisha. Na wewe hakuna kitu ambacho kitakufanya upaniki zaidi kwa sababu hujui yeye kule aliko kuna nini kilichomfanya asipatikane. Itafika wakati atapatikana nyumbani utaenda naye tu, lakini sio hili nililonalo mimi. Sawa? Yaani hili nililonalo mimi ni kubwa zaidi kuliko la kwako Doto. Pole sana. Hivi, je, mzazi wako ana taarifa kuhusu hili? Hapo ndio penye changamoto. Sijatoa taarifa nyumbani kwa mzee wala kwa mtu yoyote yule. Na ndio maana simu niliifunga, nilikuwa sihitaji kelele zozote zile. Yaani iwe simu kwa hewani, sijui kupigiwa na mtu, yaani hata kelele za ndege
Hii kwangu nilikuwa sizihitaji Doto. Pole sana kweli amekuvuruga. Lakini hilo ni tatizo. Kwa sababu ndio msimamo sasa. Mzazi ana taarifa. Alafu umesema kwamba unampenda. Hasa msimamo wako kwa upande upi? Na umemfukuza. Alafu na unasema ana mimba ya Bima. Itakuwa sasa unamrudisha tena unaenda kumpenda kivipi rafiki yangu? Chagua moja. Sawa? Onyesha msimamo wa mwanaume. Yaani mimi msimamo wangu, yule mwanamke bado nampenda. Yaani hata kama ana mimba ya Bima. Kwani wangapi wanalea mimba na wanalea watoto? Itakuwa ajabu kwake? Tatizo dharau, yaani shida ni dharau. Halafu unafikiri ni rahisi kwenda kumwambia mzee kwa vile mzee alivyo? Yaani nikishamwambia mzee, yaani kwa picha ya haraka haraka, kwa ninavyomfahamu mzee wangu, unafikiri yule binti atamwacha? Hivi rafiki yangu, utakaa Bimba kali na utawaza Bimba kali. Mwisho wa siku konde bure watu mnauma kumbe huumu. Lakini punguza mawazo. Mueleze mzee utatue ile tatizo. Okay. Nisinge kuja mimi naendelea kuwaza mpaka lini sasa. Huu msaada utachukua wapi sehemu nyingine? Mtu wa mwisho ni mzazi. Mueleze mzazi yeye akupe ushauri. Lakini kama ushauri wangu ni mbaya, mimi ni rafiki yako tu. Sawa, ukipokea fresh, usipopokea fresh, ila mueleze mzazi akushauri. Doto. Ni kweli kumwelekeza mzazi ni jambo la busara. Lakini yani navuta picha, yani mzee itakuwaje? Kwa yote aliyotokea mzee itakuwaje? Yani maamuzi atakayotoka kwa mzee, namhurumia sana yule binti. Na unajua mzazi wangu alivyo. Sawa? Yani yule mzee akishajua hili, yule binti sidhani kama atakuwa salama. Mimi naamini sio kujua wewe ni kitu kimoja. Una mawazo kule binti, una mawazo ya kwako, una mawazo ya mzee. Mpelekee mzee taarifa ile atajua achanganue vipi. Lakini unasema mzee, yule binti, mzee, yule binti. Unapeleka mawazo yule binti au unatoa mawazo yako wewe? Mzee, mimi la kwangu ni hili na hili, mke nimefukuza, nipe ushauri nifanyeje? Basi. Yeye ndiye atakupa mawazo hayo. Alafu rafiki yangu, elewa kwamba mtoto kwa baba hakui. Wewe tu mueleze shida zako, yeye atazitatua. Na sio vile unavyowaza wewe. Nadhani umenielewa mpaka hapo. Sawa, nashukuru rafiki yangu. Mimi nakuelewa sana. Na nimekuelewa vizuri. Itanibidi nifanye hivi. Niende kwa mzee, nikaongee naye. Ili nijue mwafaka utakuwa upi. Japo akili yangu imevurugika sana. Yaani nimevurugwa hadi nahitaji kupumzika, nahitaji muda mrefu sana kupumzika ili jambo likae sawa. Ni kweli inaumiza, ila pumzika, tuliza akili. Mawazo yakitoka yote, mambo yatakuwa fresh. Unadhani ndio hivi? Wewe bini kuacha. Nashukuru kwa kuja. Mimi nipo hapa. Nadhani hata kazini sitafika. Haina shida, ila simu usifunge. Sema tena. Sawa, nitaifungua. Ya basi sawa. Sawa, haina shida. Haya, ngoja mimi niende. Sawa, basi ngoja mimi niende kupumzika hapa. Ninachokiamini kinangeukia na ninachokitaka kinanikimbia. Mambo vice versa yaeleweki. Mapenzi bila pesa ndo hayasomeki. Rafiki wa leo, kesho adui. Na tunapendana leo, ila kesho hatujui. Kigeuke hu mapenzi, kigeuke hu rafiki, kigeuke wata ndugu jamani. Ninachokiamini kinangeukia na ninachokitaka kinanikimbia. Mambo vice versa yaeleweki. Mapenzi bila pesa ndo hayasomeki. Rafiki wa leo, kesho adui. Na tunapendana leo, ila kesho hatujui.
kigeuke mapenzi, kigeuke urafiki, kigeuke hata ndugu jamani. Ninachokiamini kinangeukia, na ninachokitaka kinanikimbia. Mambo vice versa yaeleweki, mapenzi bila pesa ndo haya